Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni John Kagoro. Bwana Yesu amenipa ujumbe wa kushare na wewe. Ni ujumbe muhimu sana. Ni ujumbe wa muda mfupi. Nitaomba unipe nafasi ya kusikia ujumbe huu. Na ujumbe ambao ninaenda kukwambia ndugu yangu ni kwamba Bwana Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Huu ni ujumbe ambao nakuachia ndugu yangu, kama hutapata nafasi ya kumaliza video hii nzima, lakini nakuachia neno hili ya kwamba Bwana Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza mstari ule wa 11, Biblia inasema wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Ukisoma ili andiko la Matendo ya Mitume mlango wa kwanza wote, kuna mahali ambapo malaika waliwaambia wanafunzi wale mitume 12 ya kwamba huyu Yesu Kristo aliyechukuliwa kutoka duniani na kwenda mbinguni atarudi kwa jinsi hiyo hiyo. Sasa hii ahadi ambayo malaika walikuwa wamewapa wanafunzi wa Yesu Kristo, hii ahadi inaenda kutimia. Mimi na wewe ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Hii ahadi inatimia. Huyu Yesu Kristo ambaye miaka 2000 alikuwa hapa duniani akaenda mbinguni, hii ahadi inaenda kutimia. Yesu Kristo anarudi tena duniani kuja kuwachukua watakatifu wake. Sasa nikuulize ndugu yangu, Yesu akirudi leo, utaenda au utabaki? Tathmini maisha yako leo. Vitu gani ambavyo vina uwezo wa kukufanya ubaki? Yesu akaja kulichukua leo kanisa na wewe ukabaki. Yamkini ni ulevi, ni uzinzi, ni uasherati. Kuna dhambi ya siri unaifanya, yamkini ni kuangalia pornography, yamkini ni dhambi yote ile unaifanya kwenye mazingira ambayo hakuna mtu ambaye hafahamu. Sasa hii ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwapa wanafunzi wake kwa kupitia malaika, hii ahadi inaenda kutimia. Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Na kiukweli hali ya kanisa ni mbaya. Nisikudanganye ndugu yangu, hali ya kanisa ni mbaya. Kwa sababu watu ambao wametumwa kuliandaa kanisa na unyakuo, kanisa halijawapokea. Na maandalizi ya unyakuo kwa Wakristo wengi hawajajiandaa, kwa sababu injili ambayo wanahubiriwa ndani ya kanisa ni injili ambayo haiwasukumi wao kuandaliwa na unyakuo. Ninakusii ndugu yangu, ninakusii mama yangu na nisikia, Yesu anakuja kulichukua kanisa. Majira tuliyopo ni majira ambayo tupo kwenye maandalizi. Sasa moja kati ya kitu ambacho kitawazuia watu wengi sana kuingia kwenye ufalme wa Mungu Yesu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa ni matumizi ya mapambo na urembo. Wanawake wanaotumia mapambo na urembo, mawigi, nywele bandia, vitu vyote wanavyovitumia hivyo vitawazuia kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kama uko hapa unanisikia, unatumia mapambo, nywele bandia, jua kwamba utaachwa. Kwa nini utaachwa? Umejiambatanisha mwili wako na mali za Yezebeli. Na watu wote waliojiambatanisha na mali za Yezebeli hawataingia kwenye ufalme wa Mungu. Hawataingia kwenye ufalme wa Mungu. Matumizi ya mapambo, mawigi, nywele bandia, heleni vitawazuia wanawake wengi kunyakuliwa. Na kama unyakuo utacheleweshwa, ukifa leo au muda wote ule ukawa unatumia mapambo na mawigi na hujatubu, nikwambie mama yangu, ule mlango wa mbinguni utakataliwa. Yapo makosa mengine mengi sana yanayoweza kuwafanya watu wasinyakuliwe. Yapo makosa ya kujichubua, yako makosa ya kuweka nywele dai, yako makosa mengine mengi ambayo Roho Mungu mwenyewe, kwa sababu unasoma Biblia, ana uwezo wa kukufundisha.
Kuna makosa mengine ya kunyoa denge vichwani humu, unakuta umenyoa panki, umenyoa kiduku, umechonga humu pembe za nywele vizuri. Lakini nikwambie, haya mambo yana uwezo wa kukuzuia wewe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Unaweza ukaniambia, mtumishi, unapozungumza haya mambo yameandikwa wapi? Twende kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, kitabu cha waraka wa Timotheo wa kwanza, mlango ule wa 2 mstari ule wa 9. Biblia inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za samani. Hili andiko hili ni andiko linalohitaji ufunuo mkubwa sana, ambalo kila mwanamke lazima amuulize Mungu, hivi Mungu, hili andiko linamaanisha nini kwenye maisha yangu? Ukipata tafsiri isiyo sahihi ya hili andiko, mwanamke, una uwezo wa kukosa mbingu kwa sababu ya tafsiri tu. Sasa tafsiri sahihi ya hili andiko, Mungu anakataza mwanamke, usitumie nywele bandia, usitumie mawigi, usitumie heleni, usitumie makeup. Baki kwenye asili yako. Unaweza kusema, mtumishi, wewe unahubiri hili somo, una vithibitisho gani? Vithibitisho ninazoweza kukwambia mama ni hili neno, ila nina uwezo wa kukupa kazi. Hebu chukua hili andiko, nenda kamuulize Bwana Yesu. Chukua hilo wigi lako, chukua hiyo hereni yako, chukua huo mkufu wako, muulize Mungu, hivi ni kweli Mungu, hili wigi nalolivaa, hili andiko linanihukumu mimi nisiingie kwenye ufalme wa Mungu? Taka ishara kwa Bwana, mwambie Bwana, nipe ishara. Mungu, zungumza na mimi, kweli hili andiko la Timotheo wa kwanza 2:9 linanizuia mimi kuvaa wigi? Alafu msikilize Mungu kwa maono, kwa ndoto, kwa namna yote ambayo unajua Mungu huwa anazungumza na wewe, atazungumza na kukuonya. Sasa mambo yanayowazuia watu wengi kwenye unyakuo ni mengi. Wengine ni chuki, wengine ni kutokusamehe, wengine ni uchungu, wengine ni makosa, ni mengi, wengine ni hasira. Hasira tu itakufanya usiingie ufalme wa Mungu, kwa sababu hakuna ufalme wa chuki. Yaani ufalme wa Mungu tunaomtumikia sisi sio ufalme wa chuki. Makosa ni mengi. Wengine ni makosa kuuza mafuta na maji. Makosa mengine ya watu kuuza vitabu. Unakuta mtu ni mwinjilisti, ni mwalimu wa neno la Mungu, anauza vitabu. Ni vitu ambavyo vinawazuia tu kwenye ufalme wa Mungu. Biblia imesema toeni bure. Mmepewa bure, toeni bure. Mmepata bure, toeni bure. Kwa makosa ni mengi, ninaweza nikayazungumza hapa, lakini nakusii sana kwenye hii channel, kwenye hii profile yangu ya Facebook, nina mafundisho mengi unaweza kuyafuatilia. Ukiwa na swali niulize, tafuta namba yangu ya WhatsApp, nitakujibu. Ukiona nimefundisha kitu chochote alafu moyo wako unapata ukakasi, nenda kamuulize Mungu, kwa sababu tupo kwenye majira ya unyakuo. Yesu anakuja kulichukua kanisa, na mafundisho yote niliyoyafundisha hapo, muulize Mungu, nasoma Biblia yako. Wokovu upo katika mafundisho sahihi. Maandalizi yako ya unyakuo yapo moja kwa moja sambamba na mafundisho